Kapchanga comes to speak to us. Karibu, Bishop. Thank you, Professor. Good afternoon, all of you. Just turn to your neighbor, say hi. Just turn to your neighbor, please. Thank you. As Professor have just spoken here, kama vile Professor amezungumza, my name is Eric Ngao Kapchanga. Mimi naitwa Eric Ngao Kapchanga. I was born in Kakamega County. Nilizaliwa kule county ya Kakamega. I grew in Kakamega County. Nilikokuwa. And all of a sudden, na muda si muda, I found myself in the city of Nairobi. Nikajipata kwenye jiji la Nairobi. After driving minister for a couple of years. Baada ya kuwa dereva wa mtumishi mmoja kwa muda mrefu. I have a family. Mimi nina jamaa. I'm working. Mimi nafanya kazi. And I love Jesus. Anampenda Yesu. Hallelujah. Amen. I just want to take this opportunity once more again. Nataka kuchukua fursa hii mara tena. For you to know me very well. Ili kwamba mnifahamu ipasavyo. I'm the founder of New Hope Life Mission Church. Mimi ni mwanzilishi wa kanisa la New Hope Church. In Nairobi, Lakisama Estate. Kule Nairobi, mahali panaitwa Lakisami. I started the church the year 2018 September. Ilianza kanisa hilo mwaka wa 2018. So when I was coming here together with Dr. Lamek and my brother Vieira, wakati nilipokuwa nikija hapa na ndugu yangu Lamek, my church told me when I come here to say hi to you. Do you receive it? Kanisa waliniambia ni wasalimu, mmepokea. I am the only bishop in the city without a car. Na mimi ndio bishop pale jijini pasipo gari. All bishop they are driving. Bishop wote wanaendesha. Amwezi nipigia hata makofi. Hallelujah. Amen. I want to also take this opportunity to thank Bishop Daniel. Nataka pia kuchukua fursa hii kumshukuru bishop wetu. Really is a really father. Yeye ni baba mzuri. And also is a mentor. Na yeye pia ni mwelekezi mzuri. I take time yesterday with him. Nilichukua muda pamoja naye siku ya jana. Together with the mama. Pamoja na mama. They encouraged me. Wakanihimiza. So when I go back to the city, na nitakaporudi kule jijini, I feel so happy. Nasikia nimefurahi sana. Hallelujah. Amen. Now I will request all of you. Kwa hivyo napenda kuwaomba I know Bishop Daniel has so many sons and daughters in the house, right? Ninajua kwamba Bishop ana wana wengi hapa ndani. How many could be happy to be part of the son of Bishop Daniel? Sijui wangapi wangependa niwe sehemu ya familia ya Bishop. Thank you. Asante. Also I want to take this opportunity to thank Professor Mark. Nataka kuchukua fursa hii pia kumshukuru Professor Mark. We have been just speaking for the couple of years. Pardon? We have been just spoken for the couple of years. Tumekuwa tukiongea kwa muda fulani. But through Dr. Lamek, today we have knew each other. Lakini kupitia ndugu Mark leo wamekutana. Let us clap for Professor Mark. Tukupigie makofi tafadhali. And also I want to take this opportunity to my brother Uhayo. Na pia nataka kuchukua fursa hii kwa sababu ya ndugu Uhayo. Because every time we have been speaking. Kwa hivyo kwa sababu kila mara nimekuwa nikizungumza. But today we have met physically. Lakini leo tumekutana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. How many people they are happy to hear the word of God? Je, wangapi wako na furaha kusikia neno la Mungu? I was been ministering for the virus part of Kenya. Nimekuwa nikihubiri sehemu nyingi ya Kenya. And everywhere I go, na kila sehemu ninapoenda, people admire me to go back. Watu hutaka mimi nirudi kule. Hallelujah. Amen. Quickly, kwa hivyo kwa haraka, I just want to go straight in the book of Genesis chapter 1 verse 27. Nataka tuone Mwanzo 1:27. I believe you have your Bible. Najua kwamba mna Biblia zenu. Because I was given a limited time. Kwa sababu nimepewa wakati mfupi. And I need to work on time. Na nataki kutumia muda huo. Lakini ingekuwa huko kwangu huwa natawala 2 hours. Amen. Hallelujah. Amen. Are you there? Je, tuko pamoja? I will allow my brother to use New King James Version.
Napenda ndugu atumie King James. I don't love NIV. I don't know why. You know, when you read NIV Bible, there is some words was missing, right? Ukisoma nakala ya NIV kuna mambo hayaonekani. So the Bible say, Neno linasema, so God created man in his own image. Biblia inasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. In the image of God, Kwa mfano wa Mungu, he created him male and female. alimuumba mwanamume na mwanamke. So he created them. Aliwaumba. When we read this passage of Genesis, Wakati unaposoma sehemu hii ya Mwanzo, all of us, sisi sote we were created tuliwahi kuumbwa with one person. pamoja na Mungu mmoja. His name is what? His name is? Tuliumbwa, Louder. So we were created with God. sisi tuliumbwa na Mungu. So there is no one Na hakuna mtu yeyote who is special than the other one. ambaye ni maalum kuliko mwingine. All of us, Sisi sote we are equal in the eye of the Lord. tuko sawa machoni pa Mungu. Are we together? Tuko pamoja, Are we together? tuko pamoja. Hallelujah. Amen. So all of us, we were created with a purpose. Sisi sote tumeumbwa na malengo. So as you are growing up, Wakati tunapoendelea kuwa, never despise yourself. usiwahi kujidharau. You can do something. Unaweza kufanya kitu. God can use you in a very mighty way. Mungu anaweza kukutumia kwa njia maalum. Hallelujah. Amen. So believe in yourself. Kwa hivyo naomba ujiamini, Believe in your God. muamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Are you listening? Hallelujah. Amen. So when God created a human being, Wakati Mungu alipoumba mwanadamu, he sent them in the world. akawatuma ulimwenguni, That is why na hii ndio kwa sababu you are here in Eldoret. upo hapa mjini Other Eldoret, people that are in Kisii, na wengine kule Kisii, and also we have brother from India. na kuna mwingine pia kule India. All of us, we were created by God. Sisi sote tuliumbwa na Mungu. Now listen to me in the book of Isaiah. Katika kitabu cha Isaya, Isaiah chapter 53. katika Isaya 53, The book of Isaiah 53. katika Isaya 53, The Bible say, neno lasema, for he shall grow up before him na anasema atakuwa mbele zake as a tender plant kama mche mwororo, and as a root out of a dry ground. na kama mzizi katika nchi kavu. Hallelujah. Amen. As you were created by God, Kama vile ulivyoumbwa na Mungu, as you were created by God, kama vile ulivyoumbwa na Mungu, sometimes our deeds, wakati mwingine matendo yetu it is not pleasing God. hayawezi kumpendeza Mungu. In your own image, Katika mtazamo wako mwenyewe, you may see that you are doing the right thing naweza kudhania kwamba unafanya kitu sawa, in terms of worship, kama jinsi unavyoabudu, caring, na wakati unapowashughulikia and wengine, serving the community. na hata kutumikia jamii. And that is why Na hii ndio kwa sababu our time here in the land is very much limited. wakati wetu ulimwenguni ni mfupi sana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. That is why Isaiah say, Kwa hivyo ndivyo Isaya asema one day, one time, kwamba wakati mmoja you will meet Jesus, utakutana na Yesu, but you will never able to identify him. na kwamba hutaweza kumfahamu. Why? Kwa sababu gani? Because Kwa sababu Kwa sababu unatafuta vitu vya umaarufu. You are looking for pleasure lives. Unakutafuta vitu vyenye madhamana. You are looking for luxury things. Unakutafuta vitu vya and you are forgetting, na wewe umesahau, you are the image of God. Kwamba wewe ni mfano wa Mungu. God created us with a reason. Mungu alituumba na sababu, to love one another.
kuwapenda mwingine, to pray for our enemy. ili kuwaombea maadui. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So the Bible says in the book of Isaiah, Biblia inasema katika Isaya, when you meet Jesus, wakati unapokutana na Yesu, you will never admire him, kwamba yawezekana usimtamani, because in him kwa sababu katika yeye there is no beauty. hamna urembo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. When you meet Jesus today, Wakati unakutana Yesu leo, unaweza mpita tu mama, useme sio huyu, kumbe ni yeye ametumwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. You need to love Jesus Ni nani anahitaji kumpenda Yesu? in all seasons. Anahitaji kumpenda Yesu siku zote. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Why am I saying this in front of you? Kwa sababu gani nasema haya? Your neighbor, Jirani yako it looks like Jesus. anataka kama Yesu. How many people love their neighbors? Je, ni wangapi wanawapenda jirani? And today we are very happy in the house of the Lord. Na leo wewe una furaha katika nyumba We ya are Mungu. dancing to the Lord. Wewe unamchezea We Bwana. say we love you, Jesus. Nasema tunakupenda Yesu. But what we are doing, Lakini kile tunachokifanya it is not representing Jesus. akimwakilishi Yesu. Hallelujah. That is why when I start to preach, Na hii ndio kwa sababu tunapohubiri, wakati tunapoanza I kuhubiri, say to look for your neighbor. nilisema mtazame jirani. Hallelujah. Amen. Look for your neighbor. Mtazame jirani. Love your neighbor. Mpende jirani. Pray for your neighbor. Muombe jirani. Care for your neighbor. Na mulinde jirani. Praise the living God. Amen. The last chapter, 1 Peter chapter 4 verse 17. Katika Petero wa kwanza 4:17, The Bible say, Biblia inasema, 1 Peter chapter 4 verse 17. Petero wa kwanza The 4:17, Bible say, Biblia inasema for the time is come. kwamba wakati umefika, Not tomorrow, si kesho, not another day, si siku nyingine, but the time is now. lakini wakati umefika. The time has come. Wakati umefika. The judgment must, underline in your Bible, must. Anasema na hukumu lazima, Must begin at the house of God. lazima ianze katika nyumba ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. What does it mean in your scenario? Sijui ipo vipi kwako wewe. What does it mean you as a pastor? Je, inakaaje kwako kama mchungaji? What does it mean you as a believer? Inakaaje kwako kama muumini? That the judgment must begin in the house of the Lord. Kwamba hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu. Do you know we as a Christian, najua sisi kama waumini, most of believers, sisi waumini wengi, most of church leaders, na viongozi wengi wa makanisa, they don't serve God correctly. hawamtumikii Mungu ipasavyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Whether you like or not, aidha unapenda ama upendi, the judgment of God, kwamba hukumu ya Mungu it will start in the house of the Lord. itaanza katika nyumba ya Mungu. Do you know why? Najua kwa sababu gani? God say, Mungu asema, if you want to serve me diligently, ikiwa unapenda kunitumikia ipasavyo, you need to separate from sin. Unahitaji kujitenga na dhambi. But nowadays, lakini siku hizi, people they are sinning, watu wanaimba, they are committing fornication and adultery, wanafanya uzinzi na usherati, they are going in the house of witch doctors, wanaenda katika nyumba ya uchawi, but they are the one coming to serve God. Lakini wao ndio wanakuja kumtumikia Mungu. That is why when God is in heaven, na hii ndio kwa sababu Mungu akiwa mbinguni, he say, anasema, I created you in my image. Kwamba niliwaumba katika mfano wangu. Why are you neglecting my history? Kwa nini ninyi mmenipuuza mimi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
So the judgment will start with us. Kwa hivyo hukumu itaanza kwetu sisi. When you are a bishop like me, Wewe ukiwa mchungaji kama mimi, when you are a pastor like me, ukiwa mchungaji kama mimi, whether you like or not, wewe upende usipopenda, we are the first people sisi ndio watu wa kwanza to be answerable. ili kutoa hesabu. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Now turn to your neighbor, say neighbor. I'm not listening. Say neighbor. Are you listening? Je, unasikia? Mwambie, are you listening? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wangapi wananipenda? Wangapi wameisoma hii mstari nimesoma leo? 1 Peter 4:17. God bless you my brother. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. You know, we pastors, Sisi wachungaji, sometimes we are so very busy judging others. wakati mwingine tuna bidii sana ya kufanya hukumu, Oh, you are not doing right. kwamba yeye ufanyi vizuri, What you are not doing is not right. kile unachokifanya But sisi. we are forgetting to judge ourselves. Lakini sisi tunasahau kujitazama. Bwana asifiwe. Amen. So the judgment, whether you like or not, Kwa hivyo hukumu, whether you like or not, penda usipopenda, it will start in the house of the Lord. itaanza katika nyumba ya Mungu, Because you know the law of God, kwa sababu majua sheria ya Mungu, but you are breaking the law. lakini mwaivunja sheria. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So Jesus look like your brother and your sister. Anasema Yesu anakaa kama ndugu na dada yako. When you go home, Wakati unapoenda nyumbani, when you are living a happy life, wakati unapoishi maisha mazuri and your neighbor is struggling, na jirani yako anatatizika, please try to share the love of God. tafadhali jaribu kushiriki upendo wa Mungu. Amen. 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 Maybe you are here. Yawezekana uko hapa Na uko na house call na boy, house call and boy, house boy. And when you go back at your house, wakati unapoenda kwako nyumbani, you are born again, wewe umeokoka, but you are misusing your house call. lakini unamdhulumu ule mtendakazi. When judgment comes, Wakati hukumu inapokuja, it will start with you. itaanza pamoja na wewe. You need to show love. Unahitaji kudhihirisha upendo The same you love your children, kama unavyowapenda watoto wako. love your house call. Mwapende mume wako. Am I speaking? Am I speaking? Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We need to love one another. Tunahitaji kupendana sisi kwa sisi. Even in our churches, Hata katika makanisa yetu we are not the same. hatuko sawa. There are people who are struggling in their lives. Kuna watu wana matatizo mbalimbali. And you are watching for me today. Na wewe unanitazama siku ya leo. You are working somewhere. Wewe unafanya kazi mahali. Why don't you call him or her? Je, kwa nini usimhudumie huyo? Mbona usimuite mama katika hiyo mahali unafanya? That is the love of God. Huo ndio upendo wa Mungu. Usiwe tu na pause ni wewe peke yako tu, hapana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the living God. Jina la Mungu libarikiwe. Lastly, Na hatimaye jambo la mwisho, usiwahi mdharau mtu. Amen. Amen. Never despise anyone in this world. Usiwahi mdharau mtu yoyote ulimwenguni. God can lift somebody Mungu anaweza kumuinua mtu yoyote. from grace to the grace. Anaweza kumuinua mtu kutoka chini hadi juu. Hallelujah. Amen. When I give you my history, Nikikupa historia yangu, I was born in a very remote area. niliwahi kuzaliwa mahali pasipojulikana. All of a sudden, Na punde si punde, I found myself driving a minister and I say, wow. nikajipata nikimwendesha mtumishi. But all of a sudden, Lakini muda si muda, my life come to zero. maisha yangu yakarudi chini. Me, I'm an engineer. Mimi ni engineer, But when I go to the city, lakini napoenda kule jijini, I found myself working like a watchman. nikajipata nafanya kazi ya mlinda Then lango. I say, Lord, why? Nikasema, kwa nini Mungu? Why me? Kwa nini mimi? But through prayer and fasting, Lakini kupitia kuomba na kufunga, today as I'm speaking before you, ninapozungumza na ninyi siku ya leo,
God used me and give me promotion. Mungu alinitumia na kuniinua. But through that, Na kupitia I hilo was also asking my church members, nilikuwa pia nikiwauliza waumini, God gave me this position with a reason. God gave me this position Mungu alinipa nafasi hii with a reason. Na lengo To stand with widows, ili nisimame na wajane, those people who are struggling. wale ambao wanatatizika. That is the work of pastor. Na hiyo ndio kazi ya mchungaji. Hallelujah. Amen. Now, I want to challenge you. Nataka nikutie changamoto. I know your salary is very good. Najua una mshahara mzuri. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I know your salary is very good. Najua mshahara wako ni mzuri. Are you caring for your brothers, son and sisters? Je, umewahi kuwahudumia watu wa kwenu? Are you caring for your sisters and brothers? Je, unawahudumia ndugu na dada zako? Please go and show love. Tafadhali enendeni mudhihirishe upendo. Hallelujah. Amen. Before God comes second time. Kabla Mungu hajarudi tena. Bwana sifiwe. Amen. Nisalamie hewani. Muda akikwambia, mwambie mwenye alikuwa anahubiri anaitwa nani? Bishop Kapchanga. Hallelujah. Amen. Now, you have been listening for this word. Mmekuwa mkisikiza neno hili. Then you say, Lord, unasema Bwana, I want to found a room of forgiveness. Nataka kuwa na msamaha ndani yangu. What I was been doing, kile nimekuwa nikifanya before the eye of the Lord, mbele ya macho ya Mungu, it is not pleasing you. Haipendezi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You never know. Hawezi kujua. Maybe God sent me here with a purpose. Kwa pengine Mungu alinituma hapa na sababu. I didn't know Bishop Daniel that I will come here today to preach. Na sikujua kwamba leo nitapata nafasi ya kuhubiri. But I just found myself. Lakini nimejipata. Then the professor say, Professor akasema, you are the one who will be ministering. Ni wewe ndiye utakayefanya kuhubiri. Don't look in my outcomes. Usitazame jinsi nimekaa. Look the word I'm giving you. Tazama maneno ninayosema. You can miss it. Unaweza kuyasikia. But it's the voice of God. Unaweza kukosa sauti ya Mungu. Hallelujah. Amen. This is the voice of God. Na hii ndio sauti ya Mungu. Is telling us we as a church. Anatuambia sisi kama kanisa. We are missing the mark. Kwamba tumepotea. Are you listening? Je, mnasikiliza? Are you listening? Je, mnanisikiliza? Are you listening? We need to go back to our first love. Tunahitaji kurudi katika upendo wa kwanza. We need to listen the voice of God. Tunahitaji kusikia sauti ya Mungu. When God says speak, wakati Mungu anapozungumza, you need to speak. Unahitaji kusikia. When God say listen, wakati Mungu anasema you need to listen. Unahitaji kusikiliza. Hallelujah. Amen. Kuna kitu nilikuwa natembea kwa makanisa ya ndani ya Bishop Daniel, na hii kitu imekatalia watu wengi sana. Inaitwa masengenyo. Do you know that? Hii kitu tumejaribu sana, lakini imeshindikana. Inaitwa worship in English. You worship your bishop, you worship your pastor, you worship your church. When judgment come, we'll start with you. Wakati hukumu itakapokuja itaanza na wewe. Hallelujah. Amen. People of Eldoret, watu wa Eldoret, you will never know the time and hour God will come. Hamwezi kujua siku wala saa ambayo atakuja. Maybe the time is today. Yawezekana ni siku ya leo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So may God bless you. Mungu awabariki. I forgot to tell you I have 4 children. Nilisahau kuambia kwamba nina watoto 4. My first daughter, she is in university. Mtoto wangu wa kwanza amefika chuoni. Second born is in Takoradi High doing Form 4. Na yule wa pili ako kidato cha 4 sasa. And also we have 2 others. Na vile vile tuna wengine 2. Amen. Amen. You are here. Uko hapa. You have been listening carefully. Umekuwa ukisikiliza neno hili. Then you say, Pastor, you have really touched my heart. Nasema, mchungaji, umegusa moyo wangu. I need God to do something in my life. Naomba Mungu afanye kitu katika maisha yangu. You can just stand up. Naweza kusimama. Then I will go to pray with you. Tunaweza pamoja na wewe. Maybe you cannot understand the scripture, 1 Peter 4:17.
Yawezekana usifahamu andiko hilo katika kitabu. Whereby the Bible said, for the time is come, the judgment must begin in the house of the Lord. Mahali ambapo Biblia inasema wakati ni huu kwamba hukumu itaanza. The Bible says whom God loves, Biblia inasema whom God loves, yeye ambaye Mungu anapenda, he chasten. Yeye anamwadhibu. Hallelujah. Amen. Unaweza kuwa unapita shida, magonjwa, mikosi, unashindwa nini naendanga kanisani na mbona hizi vitu zinanifuata? This is your answer. Judgment has started beginning with you. Sickness, illness, kwamba magonjwa na mambo mengine. You can just stand up where you are. Unaweza kusimama tuombe tafadhali. For just 2 minutes, Professor Mark and praise and worship just come. You can just stand up where you are. We pray with you. Kusimama mahali ulipo tuombe pamoja You are struggling with diseases. Unatatizika na magonjwa. People they are fighting you anywhere. Watu wamekulemea kila sehemu. You have no peace. Hauna amani. The judgment already is starting with you. Yawezekana ni hukumu ya Mungu. And when God is fighting you, na wakati Mungu ako kinyume na wewe, does not mean he condemns you. Haimaanishi kwamba amekuhukumu. He loves you. Anakupenda. He wants you to be a good vessel. Anataka uwe chombo kizuri. But if God will just leave you like that, lakini Mungu akikuachilia jinsi, then the whole generation, na wewe pamoja na kizazi the whole world, na ulimwengu mzima, could go in astray. Utaharibika. Hallelujah. I want to call pastors who are here, reverend and bishops. Nataka kuwaita wachungaji walio hapa. I want to call Bishop Daniel as we sing one song, kindly please. Nataka kuita Bishop na wimbo moja. A worship song. Wimbo wa kuabudu. Then we will speak a word of healing on you. Na tutazungumza neno la uponyaji. And you will be a good vessel. Na Mungu atawasaidia. Welcome, praise and worship. Maombi